Katika Dira ya Taifa 2050 ama kama tunavyoifahamu kwa lugha ya Kiingereza Vision 2050 inaangazia maeneo mbalimbali, lakini katika lengo lake la pili, ile shabaha ya 4, inaangalia afya bora kwa kila mwananchi, yani afya bora kwa kila Mtanzania. Na kwa hili basi, serikali ya awamu ya 6 imetekeleza kwa vitendo kabisa. Hii ni pamoja na kuongeza hadhi baadhi ya vituo vya afya, lakini kujenga pia vituo vya afya vipya. Bohari ya Dawa MSD katika hili nalo ina jukumu lake. Kwa kuwa serikali tayari imeweka kipaumbele kwenye sekta ya afya, sasa MSD jukumu lake kubwa ni kuhakikisha vile vituo vilivyoongezwa hadhi na vile vituo vipya vinapata bidhaa zake zinazohitajika, ikiwa ni pamoja na mashine za uchunguzi, bidhaa za afya kwa ujumla na mashine mbalimbali za maabara. Katika hili MSD imeweza kufanikisha vilivyo kabisa, tena kwa kupeleka bidhaa za afya zenye ubora kwa wakati na za kisasa zinazotumia teknolojia ya kisasa kabisa. Leo tuko katika kanda ya Dar es Salaam. Kumbuka, kanda ya Dar es Salaam inahudumia mikoa mitatu, ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam yenyewe, lakini mkoa wa Pwani na mkoa wa Morogoro. Huko tumezungumza na wateja wa MSD katika maeneo mbalimbali, lakini pia tulipata fursa ya kuzungumza na wananchi. Mimi ni Eti Kusiluka, usibanduke. Tuwe pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Wizara ya Afya kupitia MSD imefanya maboresho makubwa sana katika mifumo tunayoitumia katika kuoda na kupata bidhaa na kutumia. Tumbi kupitia MSD tumeweza kupata, tuna vitanda 13 ambavyo vinahudumia wagonjwa wa dialysis. Mpaka sasa upatikanaji wa bidhaa za afya unakadiriwa kuwa na wastani ya 90%. Kwa hali imeboreka kwa sasa, kwamba vifaa vinapatikana kwa wakati. Kwa kweli wanatuhudumia vizuri sana ukilinganisha na kule nyuma ulikuwa ukipeleka oda yako, wakati mwingine mpaka ufuatilie mwenyewe ndio unaambiwa sasa oda yako iko katika stage fulani. Kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana MSD. Inatia moyo sana kusikia kutoka kwa madaktari kuwa wanafarijika kuona huduma wanazotoa zinakidhi viwango vya kimataifa. Hii ni kutokana na upatikanaji wa bidhaa za afya zenye ubora, zinapatikana kwa wakati, uwepo wa vifaa vya kisasa vinavyoendana na teknolojia za kisasa kabisa. Je, Morogoro wanasemaje juu ya hili? Tumeona maendeleo makubwa na maboresho makubwa ya Bohari Kuu ya Dawa MSD katika miaka ya karibuni. Tukiangalia masuala ya order filling rate, maana kwamba tunapopeleka order zetu MSD kwa kiwango kikubwa zimekuwa tukipata yale mahitaji tunayoyaomba. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana kwa hospitali yetu, lakini pia tuna shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri kuhakikisha kwamba huduma hizi zinakuwepo katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Sisi tunaongozwa na kauli mbiu katika hospitali yetu tunasema huduma bora ni kipaumbele chetu, na wao na uhakika kwamba tutakapokuja kupata huduma za dialysis zitakuwa ni huduma bora ambazo watazifurahia na zitawasaidia kabisa katika kuimarisha afya zao. Katika eneo la upatikanaji wa bidhaa za afya ni eneo ambalo kwa kweli limeboreka kwa kiasi kikubwa. Linganisha tulipotoka na hapo tulipo, tunaona ni hatua nzuri na inaanza kuonyesha sasa hivi kwamba MSD wameanza kuwa ni rafiki wa watu wa huduma, kwa sababu yale ambao wanahitaji, mahitaji yamekuwa yakipatikana katika hali ambayo iliyoboreka. Hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Morogoro inatoa huduma za uchujaji, usafishaji wa damu kwa wagonjwa wa tatizo ya figo. Hizi ni huduma ambazo kwa siku za nyuma zilikuwa hazipatikani kwa karibu au zilikuwa zinatolewa tu na sekta binafsi, lakini kwa sasa hospitali yetu ya mkoa imeanza kutoa hizo huduma na wananchi wamekuwa wakiendelea kufaidika kwa sababu huduma zetu ni za bei ya chini, pia zinaweza kufikia makundi mbalimbali kutokana na kuwa taasisi ya umma. Mpaka sasa upatikanaji wa bidhaa za afya unakadiriwa kuwa na wastani ya 90% ya mahitaji, na kilinganisha miaka mitatu nyuma ilikuwa chini ya 78%, kwa inacheza 76-78%. Kwa ni maboresho makubwa ambayo yamefanyika, na hii inashuhudiwa hasa ukienda kwenye vituo vya huduma za afya, dawa nyingi za msingi zipo na malalamiko kwa wananchi katika eneo hilo wamepungua kwa sababu wa uwepo wa hizo dawa, na wananchi wamekuwa wakipata na wamekuwa wakitoa mrejesho. Kwa hali imeboreka kwa sasa kwamba vifaa vinapatikana kwa wakati, na hii inashuhudiwa ukiangalia katika vituo ambavyo vilikuwa vimekwama kwa sababu ya
huduma za upasuaji kwa sababu ya kutoka vifaa vya upasuaji, vifaa vimepatikana, vyote sasa vinafanya kazi. Na mfano kuna eneo ambalo lilikuwa na changamoto upatikanaji wa tunaita hizi mortuary cabinet. Tulijenga majengo ya kuhifadhia miili, lakini mingi ilikuwa haina zile vifaa vya kuhifadhia. Lakini kwa sasa kwa ndani ya mkoa wetu vituo vyote ambavyo vilikuwa vinahitaji hiyo vifaa vimepata, na wananchi wameanza kupata huduma za kuhifadhi miili ya ndugu zao pale wanapofariki katika hali nzuri na inayokubalika. Tuna mashine ya uchunguzi ya CT scan hiyo katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Hizi huduma hazikuwepo ndani ya mkoa, na wananchi walikuwa wanapewa rufaa kwenda mikoa ya jirani kwa ajili ya kipimo hicho tu. Sasa hiyo ilikuwa inaongezea wananchi gharama na usumbufu, lakini sasa hiyo huduma ipo hapa na imeongezea wataalamu wetu bingwa na wengine uwezo wa kugundua matatizo na kuhudumia. Kwa ni jambo ambalo tunaliona ni la msingi na linaboresha huduma, na wananchi tunachoweza kuwahimiza ni kwamba waendelee kutupa mrejesho kipi hasa wanaendelea kukihitaji, ili sisi kama watumishi wao kwa niaba ya serikali yao tuendelee kuboresha. Sisi tuna maono, lakini na wao wanaweza kuwa na maono. Tunawasiliana kwa karibu sana na MSD kanda inayotuhudumia ambayo ni kanda ya Dar es Salaam. Tulikuwa na vituo vichache kama 370 vinavyopeleka mahitaji MSD, lakini sasa hivi tunaongelea vituo karibia 431. Pamoja na ongezeko hilo, bado MSD ameweza kutuhudumia kwa kiasi kizuri tu ambacho tunaridhishwa nacho. Lakini pia tuna makundi ambayo yana wataalamu wa MSD pamoja na wataalamu wa vituo, kwa pamoja kule tukiainisha changamoto zetu huwa zinafanywa kazi. Kuna oda tunaziita special order maalum hasa za vifaa tiba. Zile oda zilikuwa zinachukua zaidi ya siku 90 MSD kuweza kusambaza, lakini kwa sasa vifaa tiba tunavyoagiza kwa mtindo wa uagizaji maalum zinaletwa hata chini ya siku 90, vifaa vinakuwa vimepokelewa. Nipende kuwapongeza MSD kwa ajili ya ushirikiano na mahusiano mazuri ambayo tumekuwa nayo, lakini napenda tu kutoa wito kwamba tuendeleze kuboresha haya tulikuwa tukiyafanya kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Morogoro wanapata huduma, hasa huduma za bidhaa za afya kwa kiwango kile ambacho serikali inatamani wazipate. Hospitali hii ilianza 2021 ikiwa na huduma moja tu ya wagonjwa wa nje, lakini kadri ya mahitaji yetu yalivyokuwa yanapatikana kutoka MSD, vifaa pamoja na madawa, huduma zikawa zinaongezeka. Tuna vitanda safi vya kisasa, alafu tuna mashine za kisasa za usingizi ambao tunatumia, na tuna x-ray 2 za kisasa. X-ray moja kubwa kabisa ya kisasa ambao ni Addicto, lakini pia tuna portable x-ray, ultrasound nzuri tu ya kisasa na yenyewe. Hizi zote ni kuhakikishia kwamba mwananchi na hasa huu wa maisha ya chini anapata unafuu na ukaribu wa kupata hizi huduma ambazo awali zilikuwa zinapatikana kwenye hospitali ya mkoa. Tumepokea generator ambalo huwa umeme wa TANESCO ukikata tu tayari yenyewe limeshajiwasha. Tumepokea majokofu ya kuhifadhia maiti. Hizi zote zinahakikisha kwamba zinaleta huduma bora na tarajiwa katika halmashauri yetu hii. Hali ya upatikanaji wa dawa kwa sasa katika halmashauri ya Morogoro ni 87%, na hii ni hali nzuri ukilinganisha na vipindi vilivyopita, kutokana na juhudi kubwa ambazo zimefanywa na serikali kuhakikisha kwamba vituo vya kutoa huduma za afya vinapata dawa zote ambazo vinahitaji na kwa wakati. Kwa upande wetu tunakuwa tunajisikia vizuri pale ambapo mgonjwa anakuwa amekuja kuchukua dawa pharmacy na anapata dawa zote. Kwa maana ndio kipaumbele cha serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya afya kwa ukamilifu katika vituo vya kutoa huduma za afya. Mawasiliano yetu na bohari kwa dawa ni mazuri sana, na ni kitu ambacho kinapelekea tuweze kuona fahari kuhudumiwa na bohari kwa dawa. Maana tumekuwa na mawasiliano mazuri, tulikuwa tukiagiza dawa na tuletea kwa wakati kulingana na mahitaji yetu, na pia dawa ambazo zinakuwa zimekosekana kwa wakati huo wanatuletea pale ambapo zinakuwa zimepatikana.
Kwa tupende kuishukuru sana Bohari Kuu ya Dawa kwa maana imekuwa ikituhudumia kwa uadilifu mkubwa. MSD Portal ina msaada mkubwa sana kwa upande wa vituo vya kutolea huduma za afya, hasa pale wanapokuwa wanahitaji kuangalia wanadaiwa kiasi gani Bohari Kuu ya Dawa, na pia kuangalia ni dawa zipi ambazo zinapatikana Bohari Kuu ya Dawa kwa wakati huo, na pia kujua ni dawa zipi ambazo kwa wakati huo hazipatikani. Kwa hiyo inawasaidia watu wa vituo vya kutolea huduma za afya kujua ni dawa zipi zinapatikana na zipi hazipatikani kwa wakati huo. Kwa hiyo inasaidia katika kufanya maamuzi ya kuagiza bidhaa za afya. Huduma za Bohari ya Dawa MSD zimeboreshwa sana. Sasa hivi kituoni kwetu hapo upatikanaji wa dawa ni mkubwa sana. Yaani asilimia kubwa zile dawa zote za msingi zinapatikana kituoni. Kwa hiyo wateja wote wanaokuja huduma zile zinapatikana. Imetusaidia sana katika kuboresha huduma za afya katika kituo chetu. Kwani tumepokea vifaa mbalimbali ambavyo kwa kupitia hivyo imetusaidia katika kuboresha huduma za afya katika wananchi wetu ambao tunawahudumia. Tumepokea vifaa vya theater ambavyo vinatusaidia katika operation. Tumepokea vifaa vya maabara, vifaa kwa ajili ya kutunzia damu, kwa ajili ya damu salama. Kwa hiyo wagonjwa wengine wanatoka maeneo ya karibu ambao labda katika vituo vyao havipatikani, wanakuja katika kituo chetu na hizo huduma zinapatikana. Lakini kwa upande wa watoto tumeletewa mashine za kusaidia watoto ambao wana shida za kupumua. Kwa hiyo badala ya kwenda Morogoro, basi watoto kama wale tunawaweka hapa kwetu, tunawatibu, na mwisho wa siku ndugu wanapunguza gharama za kwenda mjini, lakini pia tunapunguzia mzigo hospitali ya mkoa. Kwa kwa hizo huduma sasa hivi zinapatikana hapa kwetu. Kabla hiki kituo hakijapandishwa hadhi, wateja wa eneo hili sana sana huduma ambazo walizokuwa wanazipata ni zile huduma ndogo ndogo kama huduma za chanjo, huduma za uzazi wa mpango, lakini huduma kama za upasuaji, damu salama, kulea watoto njiti zilikuwa hazipatikani. Kwa hiyo wateja walikuwa wanalazimika kwenda hospitali ya mkoa ili kuzipata huduma hizo. Lakini baada ya kupandishwa hadhi kwa hiki kituo chetu, huduma hizo zimesogezwa karibu. Sasa hivi wagonjwa wa upasuaji, wa uzazi na zile operation ndogo ndogo kama mabusha, ngili zote zinapatikana hapa kituoni. Kwa hiyo wateja badala ya kwenda hospitali ya mkoa wanazipata hizo huduma hapa kwetu. Kuna Pwani na Dar es Salaam, matabibu ama kama tulivyozoea kuwaita madaktari wanajisikia vizuri haswa kuwa na vifaa vya kisasa vinavyowezesha kutekeleza majukumu yao, tena wakisema serikali inawapa raha, inawarahisishia kutekeleza majukumu yao na kufanya kazi kwa kujiamini sana. Kupitia Bohari ya Dawa kuna improvement kubwa sana kwenye upatikanaji wa dawa na tunaishukuru sana. Lakini kama haitoshi, pia kuna equipment mbalimbali ambazo zimeletwa ikiwemo mashine za anesthesia, lakini pia na idara ya meno tumepata dental chairs 2 mpya ambazo zimeiongezea nguvu idara yetu ya meno, kwa tumeweza kutoa huduma kwa watu wengi zaidi. Mtanzania alikuwa anatakiwa atoke hapa mtu wa Kibaha akazifuate mpaka mjini. Sasa hivi hizo, kwa sababu ya maboresho hayo, hizo huduma ziko hapa. Kuna baadhi ya dawa ambazo anafika hapa mgonjwa anaambiwa haipo, anabidi ya travel all the way atoke hapa aende mpaka Dar es Salaam, wengine aende mpaka Mloganzile, lakini sasa hivi hizo huduma ziko hapa. Kwa maboresho hayo yamemtuboreshea pia kiuchumi wa Mtanzania mmoja na hasa mwanapwani umeboresheka zaidi. Kwa hana sababu tena ya kuingia gharama za kufuata huduma fulani mbali. Huduma hiyo anaikuta hapa Patumbi, kwa hiyo pia imewaboreshia hata afya zao, lakini imeboreshia na vipato vyao. Tunajua kwa mafanikio haya yasingewezekana ila kupitia serikali ya awamu ya 6. Kwa tunaishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nawatakia uongozi wa MSD kila laheri, naamini wataendelea kuboresheka sana na sana na sana. Wakazi wa mkoa wa Pwani, maboresho haya tumeyaona, tuyatumie vizuri. Haya maboresho ni ya kwetu. Hizi hospitali ni za kwetu. Kwa hiyo tunaomba wasisite, waje kwenye hospitali zao wapate hizi huduma. Na katika mahusiano haya tumeweza pia kuboresha upatikanaji wa vifaa pale vinapohitajika. Unaweza ukawa na kituo kimekamilika, lakini pale unapohitaji vifaa wamekuwa wepesi sana kuhakikisha vifaa hivyo vinapatikana kwa haraka na kwa wakati, ili huduma ziweze kutolewa kwa haraka na wananchi wapate vile stahili. Kwa hiyo upatikanaji wake umeboreka. Niseme ukweli kabisa kwamba awali tulikuwa na 89% katika vifaa na dawa za msingi, lakini sasa hivi tumefika mpaka 92% na maeneo mengine yanaenda mpaka 95%. Kwa hiyo uboreshaji upo na huduma zinaboreka katika mustakabali. Kwa sasa kila wilaya ina mtaalamu wa huduma za mtoaji wa huduma za meno, lakini na vifaa vya msingi kwa ajili ya kutoa hizo huduma. Na kwa mkoa wetu
Hospitali ya mkoa wa Tumbi ni hospitali ambayo ina kituo kwa ajili ya kutoa huduma za kusafisha figo, na tuna takriban wagonjwa wa kutosha, na utaratibu umewekwa vizuri tu wa usafishaji wa figo kwa wale wenye bima na wasio na bima. Lakini pia tumeona uboreshaji wa huduma za mama na mtoto katika ngazi zote, na kwa mkoa wetu huu tumeweza kupunguza kwa asilimia zaidi ya 70 vifo vya mama kwa miaka 4, na hii imechangiwa kwa kiwango kikubwa sana uwepo wa zile huduma za kliniki, lakini uwepo wa huduma za kuchukua hatua za dharura kwa upasuaji katika vituo vya afya vya msingi, lakini pia uwepo wa wataalamu. Afya ni jukumu la kila mmoja wetu, tuendelee kuboresha afya, na kwa sababu bila afya haya mambo mengine yote yanakuwa sio rahisi kutekelezeka. Meneja wa MSD kanda ya Dar es Salaam Bi Betia Kaema anaeleza kuwa kuna baadhi ya huduma mpya kabisa zimeanzishwa katika vituo vilivyoongezwa hadhi, lakini pia vituo vipya. Hapa anasema kuna bidhaa hata mashine ambazo huko nyuma zilikuwa hazipatikani kirahisi, lakini sasa Bohari ya Dawa imewezesha kupatikana kwake. Kanda ya Dar es Salaam ni kati ya kanda 10 za MSD ambazo zinatoa huduma ya upatikanaji wa bidhaa za afya katika vituo vya kutolea huduma za afya mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro pamoja na Dar es Salaam yenyewe. Kanda hii inahudumia vituo vipatavyo 1050. Vinagawanyika katika hospitali tofauti tofauti kwa maana ya level za hospitali. Tunahudumia hospitali za taifa, tunahudumia hospitali za ngazi ya rufaa za mikoa, tunahudumia hospitali ambazo ni maalum au specialty hospitals, lakini pia tunahudumia hospitali za wilaya au hospitali za halmashauri. Tunahudumia pia na vituo vya kutolea huduma za afya ambavyo viko upande wa majeshi, viko upande wa polisi. Tunahudumia FBOs. Ninaposema FBOs ina maana hospitali ambazo ziko chini ya mashirika ya dini kama Mission Hospitals na magereza pia. Kama kanda ya Dar es Salaam na kama MSD kwa ujumla, kuna maeneo ambayo tumefanya vizuri zaidi, especially kwa maeneo ambayo huduma hizi hazikuwepo. Kwa mfano labda nitoe mathalan mifano michache. Hospitali kama ya Morogoro DC tumesambaza mashine mbalimbali kama dental chairs, tumepeleka za kutosha, lakini pia tumesambaza vifaa vya emergency katika EMD yao walianzisha. Tumeanzisha services upande wa laundry, yani washing machine tumepeleka sterilizers, tumepeleka mortuary cabinet, majokofu yale ya kuhifadhia miili ya maiti. Walikuwa hawana hizo huduma, lakini sasa hivi zinafanya kazi. Kwa hiyo kwa ujumla ukiangalia kila eneo MSD imeligusa. Kote huko ni kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anapata huduma za upasuaji na huduma nyingine shirikishi akiwa kule katika maeneo, hana haja tena ya kwenda. Lakini pia kuna huduma anzilishi ambazo tumezisambaza katika mikoa yetu tunayohudumia kama kanda ya Dar es Salaam. Kwa mfano huduma za kupeleka mashine za dialysis tumepeleka katika hospitali zetu zote za hospitali za rufaa za mikoa. Ukienda Temeke tumepeleka mashine 13, Morogoro RNH tumepeleka 10, Amana tumepeleka 10, Mwananyamala 13. Yani jumla tumesambaza katika hizo hospitali mashine zipatazo 59. Hizi hospitali hizi kwa mfano Morogoro RNH ilikuwa ikianzisha huduma hizi kwa mwaka uliopita, lakini pia Amana pia bado walikuwa wameanzisha, lakini bado hawakuwa na mashine toshelevu. Kwa hiyo utaona hii inasaidia. Zamani Morogoro alikuwa akitoka Morogoro anakuja kufanya dialysis Dar es Salaam, lakini sasa hivi wananchi wote wa Morogoro wanaendelea kupata huduma hii katika hospitali yao ya mkoa. Kwa hiyo hizi zote ni mafanikio makubwa ambayo kupitia serikali MSD imewezeshwa kuweza kufanya yote haya ambayo sasa hivi tunayaona kule vituoni. Huduma hizi ambazo nimezisema, uwepo wa vifaa tiba, uwepo wa dawa na pia vitendanishi umetupelekea sasa kanda Dar es Salaam kuweza kufanya vizuri zaidi, ambapo malengo ambayo tumewekewa na taasisi tumeweza kuyavuka kwa 114 na zaidi. Kwa kweli tumedhamiria kuokoa maisha. Lakini je, Bohari ya Dawa MSD imewezaje kujipanga kuhudumia wateja wake, kwani ina takriban wateja 8900 nchi nzima? Susan Majure ni mmoja wa maafisa huduma kwa wateja kanda ya Dar es Salaam. Hapa anaeleza. Moja ya mafanikio makubwa ambayo tumefanya kanda ya Dar es Salaam
ni kuboresha namna tunapopokea na kutatua changamoto mbalimbali au malalamiko ya wateja. Katika eneo hili, kanda ya Dar es Salaam, tunapokea malalamiko haya kupitia njia mbalimbali. Tunapokea malalamiko kupitia njia ya mfumo wa barua, emails, hata pia kwa simu. Malalamiko haya yanapotufikia, tunayachakata kutokana na tatizo au kujua ni changamoto gani ambayo mteja anawasilisha kwetu. Kwa changamoto ambazo zinahusiana na ufungaji wa vifaa tiba, tunatuma wataalamu wetu kwenda katika vituo husika ndani ya wakati ili waweze kufanya usimikaji wa vifaa hivyo. Aidha, kwa malalamiko mengine ya jumla, kwa mfano changamoto za bei, kwa mfano changamoto za ubora wa bidhaa au dawa, changamoto za kutokuhudumiwa ndani ya wakati, pia tunazipokea na kuzifanyia kazi. Kwa changamoto za ubora wa dawa au vifaa tiba, tuna timu maalum kutoka kitengo cha makao makuu Quality Assurance ambazo hupokea malalamiko haya, kuzichakata na kutafuta chanzo cha shida. Kwa zile dawa au bidhaa ambazo zina changamoto, tunaomba ridhaa ya mamlaka husika kwa ajili ya kufuata taratibu mbalimbali. Aidha, kanda ya Dar es Salaam pia inafanya mafanikio makubwa kwa kuboresha mahusiano kupitia platform mbalimbali, hata tunapotembelea wateja hawa. Pia tunapokuwa katika site visit, tunaweza kupata tatizo na kulitatua hapo kwa hapo. MSD imefanya maboresho makubwa sana katika mifumo tunayoitumia katika kuoda na kupata bidhaa na kutumia. Hii imetusaidia vituo kuweza kwanza kufanya mahoteo wenyewe vituo, lakini baada ya mahoteo kuweza kutenga sasa bajeti vizuri na hata kuweza kuona kama kuna deficit kati ya mahoteo yao na bajeti ya fedha walizokuwa nazo. Tuna uhakika wa 90% dawa kuweza kupatikana kutoka MSD. Miaka ya nyuma huko tulikuwa na changamoto kubwa ya malalamiko ya kwanza kuchelewa kwa upatikanaji wa vifaa, lakini pili ubora wa vifaa vyenyewe. Tumefanya mapinduzi makubwa sana katika utoaji wa huduma ni eneo la magonjwa ya figo, kwa maana ya uchujaji wa damu kwa ajili ya matatizo ya figo. Ukienda Temeke tuna karibu mashine 13 zinachuja damu kwa ajili ya matatizo ya figo, lakini huduma hizi zinapatikana vile vile Amana na ukienda Mwananyamala, kote huku huduma hizi unazipata. Hii inatuweka sisi katika position nzuri sana ya kuweza kutoa huduma bora za afya. Hali ya upatikanaji wa dawa nayo imeimarika kwa sasa ukilinganisha na miaka 4 iliyopita. Hii ni hatua iliyowezeshwa na serikali. Upatikanaji wa dawa muhimu ilikuwa wastani wa 50% huko nyuma miaka 4 takriban. Lakini kwa sasa hali ya upatikanaji wa dawa muhimu ni 80% hadi 90% kwa wastani. Wafamasia wanalizungumziaje hili? Katika kipindi cha miaka 3 hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya imeendelea kuongezeka katika mkoa wa Dar es Salaam. Ukilinganisha katika miaka 3 iliyopita tulikuwa na 75% ya upatikanaji wa bidhaa za afya, lakini kwa sasa tunapoongea MSD kusambaza bidhaa hizi kwa wakati, upatikanaji wa bidhaa za afya umeongezeka mpaka kufikia 86%, na hii inatokana na uwepo wa bidhaa za kutosha katika bohari kuu ya dawa ambalo ndio duka mama la manunuzi ya bidhaa zetu, na hii ni kutokana pia na uwepo wa fedha kutoka serikali kuu ambazo zimekuwa zikiingia kwa wakati. Hali ya utendaji kazi upande wa mfumo wa unyololo wa ugavi pia imeboreshwa kutokana na kuwepo na mawasiliano mazuri kati ya sisi watendaji wa serikali pamoja na watendaji wa MSD. Mawasiliano haya yameboreshwa kwa upande wa mfumo. Tuna mfumo wa MSD Portal ambao unatupa taarifa za bidhaa ambazo ziko bohari na pia kuona kitu gani kinapatikana au hakipatikani, lakini pia customer care imeboreka kwa sehemu kubwa sana, na watendaji wetu kutoka ngazi ya vituo wanaweza kuwasiliana direct na customer care wa MSD ambao wako located kwa halmashauri husika. Wamekuwa wakishuka katika ngazi za vituo, ngazi za halmashauri kwa ajili ya kutuwezesha na kutujengea uwezo wa utumiaji wa ile mifumo, na hiyo imetuwezesha kuboresha utendaji wetu na ufanisi ambao unatupelekea matokeo haya tunayoyaona. Utulivu wa malalamiko hatuna,
kwa upande wa bidhaa za afya ni kutokana na mawasiliano pamoja na uwepo wa fedha na bidhaa hizo. Tunaendelea kushukuru serikali na kuomba pia mgawanyo huu wa fedha uendelee kuwepo ili kusudi tuweze kutimiza lengo la kuhudumia wananchi wa Dar es Salaam kwa kiwango ambacho serikali imekitasimia. Kuna kauli mbiu ya wataalamu wa kinywa na meno inayosema kwa sasa dawa ya jino si kung'oa bali ni kulitibu. Hili linaendana kabisa na teknolojia za kisasa. Serikali ya Tanzania awamu ya 6 kupitia MSD imewezesha kununua na kusambaza viti vya kinywa na meno vya kisasa kabisa vipatavyo 693, lakini pia mashine zake za mionzi 538 ambavyo vyote vimegharimu jumla ya shilingi bilioni 13. Huduma hii sasa imesogezwa karibu kabisa na wananchi. Mratibu wa kinywa na meno mkoa wa Dar es Salaam, Project Mtansigwa, na daktari wa meno hospitali ya Tumbi mkoani Pwani, Dr. Charles Kasiza, wanaelezea zaidi. Upande wa huduma za afya ya kinywa na meno zinapatikana kama nilivyosema hapo awali, kuanzia ngazi ya afya ya msingi, kuanzia ngazi ya zahanati, vituo vya afya, hospitali na hospitali za wilaya mpaka hospitali ya taifa. Kwa hiyo kwenye hao maeneo yote karibia huduma za afya ya kinywa na meno zimetolewa. Kwa hiyo imerahisisha hata wananchi kuweza kupata huduma karibu na maeneo wanaoishi. Tuna ongezeko la hivi vituo vya afya ya kinywa na meno. Nikiangalia mwaka wa fedha 23-24 tulikuwa tuna vituo vya serikali 36. Sasa hivi tuna vituo 44. Kwa hiyo tumeweza kuongeza vituo 8 na tunaendelea kuongeza vituo vingine. Kwa kweli sasa hivi mazingira ya kazi ni mazuri. Hata morali ya kufanya kazi imeongezeka sasa hivi. Position ya daktari anayefanya kazi, hivi viti ndio maana vinalala na kunyanyuka. Vinamsaidia daktari kumrahisishia asipate matatizo ya mgongo, tatizo ya shingo labda kuinama sana. Kwa na adjust kitu unavyotaka, position ya mgonjwa yuko comfortable, daktari yuko comfortable. Basi hayo ndo mazuri zaidi kutokana na ujio wa hivi viti vyetu. Mliviona kile kiti kule kina kamera intraoral kamera yenyewe, mteja anaweza kajiona mwenyewe mdomoni, ukamwekea akaona tatizo lake liko wapi kinywani mwake. Tofauti na huko nyuma hatukuwa na hiyo, sababu ni mpaka labda upige picha labda kwenye simu ndio umuonyeshe. Lakini sasa hivi intraoral kamera moja kwa moja unawasha, inaonyesha kama ni calculus, kama ni matatizo ya kinywani, anaona mwenyewe kwenye screen. Hiyo ni tofauti na huko nyuma. Lakini hamna usumbufu tena kwa mteja. Hapa tunamalizana vizuri. Tuendelee kushukuru, tunashukuru Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, MSD kwa mashirikiano mazuri ambayo tumeendelea kuyapata. Wananchi wa Morogoro nao wakatoa salamu zao kwa serikali ya awamu ya 6 juu ya kusogezewa kabisa karibu huduma hii. Jina langu naitwa Mariam Lukanda, ni mkazi wa Mikese. Kwa kweli tunawashukuru MSD kwa kutuletea dawa, kwa sababu hatuna gharama ndefu ya kwenda kununua dawa katika maduka mengine. Katika kituo chetu cha afya hapa Mikese, huduma zote zipo na dawa tunapata. Nimekuja kumuona mgonjwa wangu hapa, amefanywa operation jana ya tumbo. Yuko vizuri, na ndio maana tukaona sababu ya kwenda mkoani, kwa sababu huduma zote zinapatikana hapa nzuri bila shaka. Hapo mwanzo kabla ya kituo hiki kwa kweli tulikuwa na changamoto. Ni mara nyingi sana tulikuwa tunaenda mjini au hapo kati Kinguruila. Lakini leo wananchi wa Mikese tunashukuru Mungu. Tunashukuru serikali kwa kutuletea hiki kitu. Kwa kweli tumefurahi na tunaenjoy na mazingira pia, usafi na kila kitu. Tunashukuru huduma zote tunazipata. Serikali imetusaidia. Huduma tunapata sehemu karibu. Tuna mgonjwa wetu, jana tulimleta katundikiwa dripu ya damu. Tunashukuru anaendelea vizuri. Kwa hiyo tunaipongeza serikali ilivyotusaidia. Sisi ni wakazi wa Mikese, kijiji cha Masei. Kwa upande mwingine, vipi kuhusu huduma ya mama na mtoto, hasa upande wa kuwezesha uzazi pingamizi? Tukumbuke kwamba bohari ya dawa MSD kwa kuwezeshwa na serikali imenunua bidhaa 414 za mama na mtoto, ambapo 100% ya vifaa hivyo vilisambazwa mwaka wa fedha uliopita, yani 2024-25 kwa jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 316 nchi nzima. Mratibu wa huduma za mama na mtoto mkoa wa Dar es Salaam, Bi Agnes Mgaya, anatuelezea hali halisi juu ya hili.
tulikuwa na tatizo kubwa sana la vifo vitokanavyo na uzazi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ongezeko la vifaa tiba MSD imetusaidia sana na tumeweza kuvipunguza mpaka kufikia 104 kwa vizazi hai 100,000, lakini bado changamoto kubwa ilikuwa kwa watoto wachanga. Lakini kwa ongezeko hili la vifaa imesaidia kuhakikisha kwamba watoto wanapewa huduma pale pale kwenye kituo. Kwa hiyo kupunguza mzigo kwenye hospitali za rufaa za mikoa, lakini pia kwenye hospitali za taifa. Lakini pia huduma za upasuaji kwa wamama wajawazito zimeongezeka. Tulikuwa na vituo 25 tu kwa miaka 5 iliyopita, lakini sasa hivi mpaka sasa tuna vituo 37 ambavyo vinatoa huduma za upasuaji kwa wajawazito. Ongezeko hilo ni kubwa na imesaidia kuhakikisha kwamba wamama wanapopata changamoto wanaweza kupatiwa huduma kwenye eneo husika. Hawana haja ya kupewa rufaa kuwatoa mbali mpaka kuhakikisha wanafika kwenye kituo kingine cha kutoa huduma. Kwa hiyo sambamba na kuwepo kwa vituo, lakini pia upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na mashine mbalimbali ambazo zinaweza kumsaidia mtoa huduma ili aweze kuhakikisha kwamba wateja au mama mjamzito anayehitaji kufanyiwa upasuaji anaweza kufanyiwa. Vifaa hivyo ni kama patient monitor, ambazo tunajua hii ni monitor ambayo inamsaidia mtoa huduma aweze kuhakikisha kwamba kila kitu cha mgonjwa kiko sawa, tofauti na ile ya zamani ya manual, unachukua BP mashine moja unaanza kuhangaika nayo. Na kama tunavyofahamu, tunapochukua MSD tunachukua kwa bei ambayo ni ya serikali, bei ambayo ni reasonable na vituo vinaweza kuafford, tofauti na ambavyo tungeweza labda kuagiza kwa njia nyingine. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa sana ambayo MSD pamoja na wizara na serikali wameweza kutusaidia kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana MSD. Kwa sasa bidhaa nyingi zinapatikana, dawa nyingi zipo. Vifaa hivi ambavyo tumeweza kuvipokea kwa muda wa mwaka mmoja. Hapo awali ilikuwa unaambiwa subiri hata mwaka hujapata, lakini kwa sasa vitu vingi tumeweza kupata na tukiagiza dawa nyingi tunapata na kwa wakati. Unatoa oda ndani ya siku 10 kama muda hii oda ya sasa hivi. Ndani ya siku 10 tulikuwa tumeshapata mzigo tangu tumetoa oda. Kwa hiyo kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana. Tunawapongeza MSD na waendelee kutuboreshea huduma zaidi. MSD imetusaidia kupata vifaa ambavyo kama tunavyoona tumeweza kupata mashine ya dawa ya usingizi, tumeweza kupata mashine ya kufulia nguo. Kwa hiyo kina mama wakishafanyiwa upasuaji, nguo zile zilizotumika kwenye operesheni zinaweza kufuliwa hapa katika kituo chetu, kwa sababu tuna jengo la kufulia nguo na mashine nzuri kubwa ya kisasa ambayo inatumika katika kufulia nguo. Na hata ikitokea umeme umekatika kwa dharura, tuna standby generator kubwa ambalo tumeweza kupata toka MSD na linafanya kazi. Pia mama akijifungua mtoto kama ana changamoto, tuna mashine pia pale ya radiant warmer ambayo inasaidia mama kumpa joto na anafanyiwa usaidizi aweze kupumua vizuri. Maabara tumepokea vifaa pia kama mashine za kufanyia full blood picture, alafu mashine ya chemistry. Kwa ni vifaa vingi ambavyo tumevipokea kwa muda mfupi, kwa sababu mwaka jana ndio tumeweza kuanza kutoa huduma ya kituo cha afya na vifaa vya muhimu vyote tunavyo. Kama mlivyoona mlipopita, tuna mashine ya ultrasound kubwa ya kisasa ambayo mama anachekiwa kujua mtoto wake amebeba mtoto ambaye yuko salama au ana changamoto yoyote. Pia mmeona tumeweza kupokea mashine kiti cha meno na mashine ya x-ray ya meno. Kwa hiyo wateja wetu wenye changamoto za meno wanaweza kupata huduma hapa na wataalamu wapo. Kwa huduma zimeongezeka, kwa maana sasa hivi tulikuwa hapo awali hatuna huduma za wazazi. Kwa hiyo walikuwa kina mama wakipata huduma ya kupata huduma ya kliniki, wakishaipata kujifungua wanaenda vituo jirani, kwa mfano hospitali ya Sinza. Lakini kwa sasa huduma zote zinapatikana hapa. Kina mama wanajifungua kwa njia ya kawaida, na ikitokea uzazi pingamizi, mama ameshindwa kujifungua kwa njia ya kawaida, anafanyiwa upasuaji hapa kwenye kituo cha afya Makuburi. Kama tunavyoona tumeweza kupata pia daktari bingwa tunaye wa kina mama ambaye anaweza kuangalia changamoto za kina mama. Kwa hiyo tunashukuru sana juhudi za Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ameweza kutusaidia wakazi wetu wa kata ya Makuburi na vituo jirani, na mnavyoona hapa ni barabarani.
tunapokea emergency pia nyingi, tunaweza kuwasaidia wateja wetu, ambapo kabla ya kuwapa rufaa kwenda vituo vikubwa wanaanza kupatiwa huduma hapa hapa kituo cha afya Makunduchi. Jumla ya shilingi bilioni 10.14 zimetumika kununulia mashine za kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo nchini, ambapo jumla ya mikoa 11 nchini imefaidika na kusogeza huduma hiyo karibu kabisa na wananchi. Mkoa wa Pwani na Morogoro ni miongoni mwa ile mikoa iliyoanza huduma hii ya kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo. Mwanzoni tulikuwa hatuna dialysis. Tulikuwa tunapeleka wagonjwa wote Mbezi. Lakini tunashukuru kwa kipindi hiki sasa tumeweza kupata vifaa vinavyotakiwa kutumika kwenye hayo majengo kutoka MSD. Tuna unit inayojitegemea, tuna mashine za kutosha, ambapo sasa wagonjwa wanaanzia kwetu na ndio tunawapeleka kule. Lakini kwa sasa sio hivyo tu. Tayari tuna daktari bingwa wa magonjwa ya figo pia. Kwa hiyo anaweza kuangalia hawa wagonjwa kwa ukaribu kama vile mwingine anavyoangalia. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru kwamba tumepata wataalamu na tumepata vifaa kwa ajili ya wagonjwa wetu wa dialysis. Kwa kweli naishukuru serikali ya awamu ya 6. Pia tunaishukuru wizara na utendaji mzima kwa kuweza kutusimamia na kuhakikisha pamoja na kwamba fedha hizi zinatoka, lakini pia tunaweza kuzipata na kutufikia katika maeneo yetu kufanyia kazi. Tumeendelea kupata vifaa bora kutoka MSD, mtambo mzuri wa kuchuja maji ambao umeendelea kuwezesha huduma zetu za kutoa huduma ya kuchuja damu kwa endelevu na bora. Ili vile vile tumeendelea kupata wataalamu, mafundi, biomedical engineers ambao wameendelea kuja kuangalia mitambo yetu kama inafanya kazi kwa usahihi, ili kuhakikisha wagonjwa wale ambao tunawapa huduma basi wanapata huduma sahihi na salama kwao. Kwa wakazi wote ambao wanaishi mkoa wa Pwani wenye wagonjwa wenye shida ambazo zinahitaji kuchuja damu kwa muda mrefu, hospitali yetu imeendelea kutoa huduma hizi kwa ubora kabisa. Kama wana mgonjwa basi tunatoa rai kwao kuendelea kuja kupata huduma karibu na wanapoishi. Kabla ya huduma hii kuja hapa hospitalini kwetu, kwa wiki tulikuwa tunatoa rufaa za wagonjwa 2 mpaka 3 kwenda hospitali ya taifa Muhimbili, Mloganzila au Muhimbili Upanga. Na huduma hizi pia zilionekana ni za muhimu sana hapo hospitalini kwetu. Ndio maana kwa uwekezaji wa serikali ya awamu ya 6 huduma hizi zilianza hapo hospitalini kwetu, ambayo imepunguza adha sana ya rufaa na vile vile gharama kwa hospitali kusafirisha wagonjwa wao kwenda hospitali ya taifa kwa ajili ya kupata huduma. Jumla tuna mashine 13 toka tulipoanza. Tuna mashine 10 kwa wagonjwa ambao hawana maambukizi na mashine 3 kwa wagonjwa wale wenye maambukizi. Toka tumeanza huduma hizi tumewapunguzia kwa kiwango kikubwa sana wagonjwa wetu adha ya kutoka hapa kwenda sehemu zingine, hasa mjini, kupata huduma hizi za kuchuja damu. Kwa wakazi wale ambao wanaishi karibu na hospitali yetu wamekuwa wakipata huduma hizi, na vile vile pia tumeweza kuwa na mashirikiano makubwa na hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila kupata madaktari bingwa wabobezi ambao wamekuwa wanakuja kipindi hapa mara kwa mara kushirikiana na wataalamu wengine walioko hapa, madaktari bingwa, wauguzi ambao wanatoa huduma kwa wagonjwa wa dialysis, kuweza kuendelea kuwapa huduma inayotakiwa kwa wagonjwa ambao wana changamoto za figo za muda mrefu. Na vitanda bora ambavyo tunaweza dialysis coaches ambazo mgonjwa ameweza kuifanyia marekebisho au adjustment yeye mwenyewe kwa jinsi ambavyo atakavyo. Anaweza kaegamia, anaweza kashusha miguu chini kwa jinsi ambavyo comfortability ya mgonjwa anaitaka. Kwa hiyo tunaendelea kuishukuru MSD kwa kuendelea kukupa vifaa ambavyo vile vile vinamfanya mgonjwa anakuja kupata huduma basi apate huduma ambayo kidogo naweza nikasema amerelax vizuri, na ni huduma ambayo inachukua masaa 4 basi apate sehemu nzuri, salama na bora ambayo anaweza kaendelea kupata huduma bila changamoto yoyote. Haya ni baadhi tu ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 kupitia bohari ya dawa MSD. Haya yote yamefanikiwa kutokana na serikali hii ya awamu ya 6 kuiwezesha bohari ya dawa MSD fedha za kununulia bidhaa za afya, tena kwa kutoa fedha hizo kama ilivyopangwa kwenye budget kwa wakati. Kwa hatua hii, MSD sasa inahakikisha inawezesha mnyororo wa ugavi wa bidhaa za afya usikatike popote, na bidhaa hizo ziwe zenye ubora unaohitajika na kufika kwa wakati hadi mlangoni kwa mteja, na hii ni kwa vituo takriban 8,900 nchi nzima. Tumedhamiria kuokoa maisha ni kauli mbiu ya MSD, na tunahakikisha tunaitekeleza kwa vitendo. Usiache kufuatilia mitandao ya kijamii ya bohari ya dawa MSD kwa jina la MSD Tanzania kufahamu yale yanayoendelea kujiri.